Wakati dunia ikishangaa na kujiuliza maswali mara mbili bila kupata majibu baada ya zile kauli za waziri wa Israeli. Wakati dunia ikitafuta huyu mtu aliyetajwa katika jina na kuonesha kwamba alikuwa bora kuliko maandiko na mafundisho ya Yesu Kristo alikuwa ni nani, mimi ninawaletea historia ya hilo jina lililotajwa ambalo liliitwa Genghis Khan. Genghis Khan ni nani? Alizaliwa wapi na alifanya nini mpaka kuingia kwenye historia ya baadhi ya watu wanavyomsema? Genghis Khan jina lake halisi aliita Temujin. Ni kijana ambaye alipatikana Mongolia ya sasa. Alizaliwa 1162 huko Mongolia ya sasa. Familia yake, yeye alizaliwa katika familia moja ambayo ilikuwa familia ya shida sana, familia ya kimaskini, ambayo familia iliyokuwa inaishi kwa shida sana, lakini kisicho riziki hakiriki. Familia yake ilikufa na kumwacha akiwa na umri mdogo, lakini kijana hakukata tamaa, akaendelea kupambana, akaishi kwa shida, akaishi kwa mateso surubu, mateso makubwa, hakukata tamaa. Lakini baadaye akaja kuona katika hiyo dunia lazima uishi kwa nguvu. Basi ndo mwanzo wa maisha ya Genghis Khan au Temujin yalipoanzia. Akaanza kujifunza mambo ya kijeshi, akawa mpole, akawa mtu ambaye alianza kuyaunganisha makabila ambayo yalikuwa yanapigana. Baadaye alipomaliza kuyaunganisha yale makabila, basi ndo akachaguliwa kuwa kiongozi wa yale makabila. Kwa nini aliitwa Genghis Khan? Genghis Khan sio jina kama jina tunayoitwa majina mengine. Lile lilikuwa ni sifa aliyopewa, na maana ya Genghis Khan ilikuwa ikimaanisha kwamba kiongozi wa watu wote. Ndio maana ya neno Genghis Khan. Akaacha jina lake la Temujin aliyopewa na familia yake na kuanza kuitwa Genghis Khan. Ilikuwaje mpaka kuja kuwa tishio la dunia? Genghis Khan alipomaliza kupata uongozi na kuyaunganisha yale makabila, basi hapo ndo akaanza kupiga mataifa yote ambayo yalikuwa yamemzunguka, akipiga China ya zamani, Urusi unayoiona kwa sasa, Ulaya Mashariki, Uingereza, Asia. Hayo mataifa yote aliweza kuyapiga na yote yakawa chini yake, yakiwa chini ya Genghis Khan. Yeye nje ya kuwa mkatili na mtu mwenye roho mbaya, lakini alikuwa mtu mwenye imani na uaminifu, na aliwachukia sana wasaliti kwa sababu aliwaua sana wasaliti. Kwa nini? Kwa nini alikuja kupata jina na kuwa na jina kubwa? Alikuja kupata jina kubwa kwa sababu kila mataifa aliyoyapiga aliyaunganisha na kuwa taifa moja. Lakini kitu cha kushangaza, mwaka 1200 kama 20 na kitu, basi Genghis Khan alifariki. Lakini mpaka sasa hakuna anayejua alikufa kwa sababu gani na ni kitu gani ambacho kiliweza kumuua. Kila mtu anasema ya kwake. Kuna mwingine anasema alikufa huko vitani, alijeruhiwa, lakini wengine wanasema kwamba aliugua. Lakini mbaya zaidi, mpaka sasa haijulikani kaburi lake liko sehemu gani na linapatikana wapi. Lakini baada ya kufa, basi watoto wake walirithi ufalme wake na wakaendeleza kuongoza katika ufalme. Lakini kama unavyofahamu, mwanzilishi anapokufa bila kuacha misingi, basi mambo mengi huwa yanaharibika. Mwisho wa siku ufalme wake ulikuja ukaisha, ukapotea baada ya yeye kufariki. Na sasa ndo mataifa yalipokuja kujitenga na kutengeneza, lakini yeye ndo aliacha ametengeneza ramani ya dunia hii ambayo tunaona. Lakini si hivyo tu, inasemekana katika hii dunia watu walipokuja kupimwa DNA, almost watu milioni 16 wote wana DNA ya Genghis Khan.
Imekushangaza hiyo? Kwamba watu milioni 16 hapa duniani kote wamekuja kukutwa kwamba wana DNA ya Genghis Khan. Hiyo inakushangaza? Isikushangaza. Lakini miongoni mwa watoto, kitu ambacho hujui, miongoni mwa watoto wake ndo wale wengine ambao walikuja kutengeneza China ya sasa, katika kutengeneza ufalme unaitwa ufalme wa Yuan. Yuan ni miongoni mwa watoto wa Genghis Khan. Umeiona hiyo eh? Kwa hiyo huyo ndo mtu aliyelinganishwa juzi na waziri wa Israel kwamba ukishakuwa na nguvu ukawa na imani, basi una uwezo wa kufanya mambo makubwa zaidi hapa duniani, akisema kwamba yeye aamini katika maandiko yanayozungumzwa ya kuhusu Yesu Kristo. Sawa eh? Kwa hiyo alionyesha kwamba anamkubali Genghis Khan kuliko hata Bwana Yesu Kristo. Si maneno yangu, ni maneno yake. Huyo anaitwa Genghis Khan ambaye alitamkwa juzi katika hotuba aliyoitoa waziri wa Israeli. Sasa nikaona niwaletee ili mumjue Genghis Khan ni nani na kwa nini anaonekana kwamba alikuwa ni mtu ambaye ni hatari zaidi duniani. Hiyo ndio historia fupi ya Genghis Khan, mtu aliyezaliwa mwaka 1162 na kuja kufa mwaka 1200 karibia na 20 kitu hivi. Asanteni. Hii ni Mambo Online TV. Endelea kutufollow. Tuende kuletea taarifa za kila kitu kinachoendelea hapa duniani.